Filamu ya leo inaanza na ndugu wawili, kijana Richard mwenye miaka 9 pamoja na ndugu yake Emmeline mwenye miaka 7. Walikuwa kwenye meli moja kubwa kwelikweli, wakiwa wanarudi nyumbani kwao kutoka kwenye safari moja ya muda mrefu, wakiwa na baba yake na Richard. Sasa hawa watoto walikuwa wanafurahia sana hii safari, na kuna muda wakawa wanagombana bwana. Wakati wanagombana, baba yake Richard akawa anawatia adabu pale kwamba nyie, hebu acheni kugombana, nitawatia fimbo za makalio sasa hivi. Unajua tena washua. Lakini ghafla muda huo wakati mzee anawagombeza, moto kawa umetokea kwenye ile meli bwana. Moto ukawa mkubwa kwelikweli, moshi ukatamba kila kona ya ile meli bwana. Wafanyakazi wa ile meli wakawa wamechanganyikiwa, hawajui nini cha kufanya. Ikawa ni ngumu kuona chochote. Sasa paniki katokea pale. Baba yake na Richard pamoja na watu wengine wakawa wamefanikiwa kuingia kwenye lifeboat, yani kwenye boti ndogo kwa ajili ya kukwepa ule moto bwana, wakipambana ili wajiokoe wenyewe, na mzee akamesahau watoto bwana nyuma. Angekuwa mama sidhani kama angesahau watoto. Sasa kulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Petit Mane. Sasa huyu jamaa yeye akamefanikiwa kuwatoa watoto bwana, yani Richard pamoja na Emmeline, na kuwaweka kwenye kiboti fulani kidogo. Sasa kulingana na moto na moshi mkubwa uliokuwepo pale, ilikuwa ni ngumu kujua wengine wameelekea wapi. Sasa na wenyewe wakaanza kwenda safari yao upande tofauti na ambao baba yake na Richard walikuwa wameelekea. Sasa baadaye ilipofika asubuhi, bwana Petit pamoja na watoto wakajikuta wametoweka, wako mbali na wako peke yao bwana, na hawana chakula, hawana maji ya kunywa. Maji ya bahari hauwezi ukanywa bwana, chumvi nyingi kwelikweli. Sasa kwa mbali wakawa wameona kisiwa ambacho afadhali kingeweza kuwaokoa na wao kwenda kule wakapata sehemu labda, au wakakuta watu wakapata msaada, unajua ile. Sasa bwana Petit alivyoona vile akawa amefurahi sana, akapambana kupeleka kile kiboti chao mpaka kule. Wakawa wamefika pale, na kusema kweli hichi kisiwa kilikuwa ni kizuri sana, kilikuwa kimejaa minazi na Petit akaanza kuexplore, yani kuangalia huku na kule, akijua kwamba anaweza akapata watu pale. Lakini kwa bahati mbaya kile kisiwa kilikuwa kiko pekee, yani hakuna watu na hakuna kabisa saini za watu kwamba kutoka kuna watu maeneo yale. Na sasa hapo maana yake ni wao peke yao, hawajui location, hawajui kwa kwenda, hawajui chochote kutokea pale kwenye kile kisiwa. Lakini Petit akawaambia wale watoto kwamba sikilizeni, hiki kisiwa kina kila kitu cha sisi kuweza kuishi, sasa vumilieni. Na baadaye akawa amekuta pipa moja la pombe ambalo alikuwa nalo kwenye meli, na lenyewe limekuwa limeletwa na maji na mawimbi ya maji kule kwenye hicho kisiwa bwana. Na akati anacheza pale, Richard akawa amekuta fuvu la kichwa la binadamu bwana. Na bwana Petit alivyoliona lile akaambia litupe haraka iwezekanavyo. Jamaa akawa amegundua kwamba kwenye hichi kisiwa kutoka kuna hatari, na alivyoona vile akawachukua watoto na kuwahamisha kwenda upande wa pili wa kisiwa bwana. Sasa usiku bwana Petit akiwa anakunywa kutoka kwenye kile dumu lake, anapiga pombe pale, akamesikia sauti za ngoma bwana. Unajua yale mangoma ding 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 taka taka ding 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 ding. Oya, akajua kabisa hapa kuna shida. Basi jamaa akatoka taratibu kwenda upande wa pili kule walikoondoka. Kule palikuwa mbali kidogo. Walipofika kule akashangaa kuona kwenye jiwe bwana kuna vipande vya nyama za binadamu na damu kwelikweli. Oya, jamaa akawa ameogopa sana, na akawa amegundua kwamba jamaa walikuwa wanafanya sacrifice, yani walikuwa wanatoa kafara za binadamu. Ndio maana kuna viungo vya binadamu pale. Akawa amechanganyikiwa kweli, lakini akajitahidi kurudi kule kwa watoto na kuwaambia kwamba marufuku kwenda upande wa pili kule ambako tulifikia, yani ni marufuku kabisa, yani hamtakiwi kuogelea kwenda kule, kuna hatari kubwa mno. Akamwambia hii ni sheria na haruhusiwi mtu yoyote kuivunja. Watoto walikuwa na maswali mengi sana, lakini bwana Petit ikabidi awaambie ukweli kwamba sikilizeni, kule wanaishi watu ambao wanakula watu. Sasa ninyi mkienda kule manake mnaweza mkaliwa muda wowote. Wakawa wameogopa sana, na Richard akawa amekaza kwamba tutaondoka haraka iwezekanavyo kwa sababu baba yangu atakuja kunichukua muda si mrefu. Na Mr. Petit naye alikuwa anajua kwamba ni kweli watakuja kuokolewa mapema na haitochukua muda mrefu. Akamwambia kuanzia sasa mimi nitakuwa hapa kwa ajili ya kuwalinda ninyi, na mimi nitawalinda kweli. Akaanza kuwafundisha namna ya kutafuta chakula, namna ya kujenga makazi. Kwa bahati mbaya wakawa wamekaa pale zaidi ya miezi 2.
na Peti hakuacha kuwafundisha watoto bwana, na akawa amewafundisha namna ya kusurvive endapo kama hakuna mtu yote atakuja kuwaokoa, manake yamkini maisha yao yakaishia huku. Unajua, sasa usiku mmoja bwana Peti akawa amekunywa sana pombe, amelewa mbaya, na akawa anaangalia, anaona pipa lake la pombe linaelea kwenye maji, akawa amelifuata bwana. Sasa katika kulifuata kuliokoa, jamaa akazama, na kwa sababu alikuwa amelewa sana akawa ameshindwa kujiokoa bwana. Ilipofika asubuhi, Richard pamoja na demu wake, yani nduguye Emmeline, wakawa wameamka, lakini Pati hakuwepo pale. Yani Peti hakuwepo kabisa. Akati anatumia telescope, kile cha kuchungulizia, darubini tunaita, kwa darubini kali. Huyu ni msanii, mimi ni msanii wa kioo cha jamii. Wale watoto 2000 nadhani hamwezi mkajua vitu kama hivyo. Watu wa 90 ngapi huko ndo tunajua vitu hivyo. Sasa wakawa wamemuona bwana kwa darubini, akiwa amelala kwenye miamba mbali kweli kweli. Wakachukua kile kiboti chao kidogo na kumfuata bwana, wakijua kwamba jamaa amelala tu, kwa sababu walizani amelewa. Walipoanza kumwamsha pale, ndipo walipogundua kwamba jamaa amekata upepo, rafiki yangu. Oya, madogo walivunjika moyo kinoma, wakarudi kwenye kiboti chao wakiwa hawajui nini cha kufanya, wamebaki peke yao. Sasa Emmeline akamwambia Richard kwamba aise, mimi siwezi kuishi hapa tena, tuondoke. Kila ninavyoishi hapa ninamkumbuka tu bwana Peti. Akamwambia basi tuhame hapa, twende sehemu nyingine, tukajenge makazi yetu sehemu nyingine. Sasa ilipofika asubuhi, Richard akawa amemsikiliza bwana. Wakachukua vitu vyao pale na kuamua kwenda upande mwingine kabisa wa kile kisiwa bwana. Na can you imagine, karibu kabisa na kule ambako bwana Peti aliwakataza. Lakini sio kule ambako kabisa aliwakataza. Na maeneo yale yalikuwa ni mazuri zaidi kwa sababu yalikuwa yana maji ya kunywa, yani kuna mto, alafu kuna vyakula, kuna ndizi, sijui kuna nini, matunda mengi na minazi mingi kweli. Basi wakajenga makazi yao mapya pale nini, na kuanza maisha. Mwanzoni wakawa na struggle kweli kuishi kwa sababu mambo yalikuwa ni magumu kidogo, lakini wakawa wanatumia zile mbinu ambazo bwana Peti amewafundisha. Wakawa wamejifunza namna ya kuishi kwenye kile kisiwa. Miaka kadhaa ikawa imepita sasa na wamekuwa. Richard ana miaka 21 sasa, yani mbaba, yani kwa kifupi yani. Na Emmeline yeye alikuwa na miaka 19, mdada kabisa huyu. Sasa wakawa wanaishi maisha yao pale nini, wameyazoea, na wana furaha sasa hivi na amani ipo, yani kwa sababu ndo maisha wanayoyajua tangu wakiwa watoto wadogo kabisa. Sasa wakiwa na miaka hiyo, unajua yale mabadiliko ya mwili tena na yenyewe yakana waingia vijana hawa, na wakawa hawaelewi nini kinachowaingilia kwenye maisha yao, kwa sababu kumbuka hawajawahi kuishi na binadamu mwingine kwa muda mrefu kama ambavyo wameishi peke yao wawili kwa muda mrefu. Na mabadiliko ya mwili wao yakawa ni vitu ambavyo havieleweki kwenye maisha yao. Kumbuka walikuwa bado wadogo kipindi kile, na kipindi hicho wakiwa na miaka ile wakati wamepotea, ndio kile kipindi ambacho wazazi woga wanatudanganya kwamba wanaokota watoto. Sasa siku moja Emmeline akiwa anaogelea kwenye bwawa hivi, akamepata period, yani amevunja ungo bwana. Damu zikazi zimetapakaa pale. Alishtuka sana yani, akapiga kelele sana. Richard alivyokuja pale, ghafla bwana binti akawa ameona aibu. Aibu ikamwingia bwana. Akamwambia bwana, ondoka bwana, ondoka. So maana yake ni kwamba Emmeline alivunja ungo akiwa na miaka 19. Wazungu mmetupiga hapa. Sasa baada ya Emmeline kutoka kwenye maji, Richard akamfuata na kumwambia, oya vipi, ni nini kiliko kupata kule, ama uliumia? Lakini Emmeline hakusema chochote kwa sababu alikuwa anaona aibu. Kwa hataki kumwambia Richard kwamba damu zimemtoka kule chini bwana. Oya, Richard akame mind kweli akijua kwamba demu anamficha kitu. Kuna kitu demu anaficha huyu. Sasa jamaa akame mind mpaka ameondoka, amemwacha pale. Lakini baadaye maisha yalivyozidi kuendelea, ghafla mambo yakana badilika. Wakaanza kutamaniana bila hata kujua kwamba wanatamaniana. Emmeline akiwa amekaa anamwangalia Richard akiwa mbali, na kumwangalia kifua nini, anaona jamaa ana kifua mbaya yani, unajua ile. Alafu Richard naye alikuwa anakaa mbali anamwangalia Emmeline akiwa anaoga mtoni bwana. Anamwadimaya, anamwambia mtoto anafiga huyu, lakini hawajui nini cha kufanya. Sasa kumbuka wamekaa pale tangia watoto wadogo, so hawajui chochote kuhusu mabadiliko ya mwili wao. Na hizi feelings walikuwa hawazijui, wanagombana, wanacheza mpaka wanashikana matiti na nini, lakini hawaelewi kwamba ukifanya vile unainua vitu vingine. Na kusema kweli walikuwa wameshapoteza matumaini kwamba kuna siku baba yake Richard atakuja kuwaokoa. Siku moja Emmeline akamesikia tena mangoma yale yakiwa yanagonga dindi. Unajua ile upande ule ambao bwana Peti aliwakataza kwenda bwana.
Sasa Emily akawa na tamaa ya kujua ni nini kinachoendelea, akaamua kwenda peke yake bwana. Alipofika kule akashangaa kuona kuna lisanamu likubwa, na kwenye ile sanamu damu ilikuwa inavuja, yani inamwagika bwana. Sasa Emily baada ya kuona vile akamegundua kwamba hii ni sehemu ya siri ya kiroho, yani sehemu ya siri kwa ajili ya kuomba au kufanyeje, kama wazee wa zamani vile walivyokuwa naomba misituni. Akamekimbia na kurudi kwa Richard na kumwambia Richard kwamba nimeenda kule sehemu ambako Peti alitukataza, nimeona hiki na hiki na kile bwana. Kakaenda kumwambia kwamba Peti alitudanganya, hakuna wala watu kule. Richard akamekasirika sana sana. Akaambia unafanyeje? Mambo ambayo umekatazwa. Tulishamwahidi bwana Peti kwamba hatutoenda kule. Sasa wewe umeenda kule. Vipi kama kitu kibaya kingekupata? Mimi ningefanyeje? Ningebaki na nani hapa? Umefanya makosa makubwa kweli. Tafadhali usiende kule tena. Sasa usiku ule wakiwa wamelala, Emmeline akawa na ndoto mbaya sana. Ndoto yake ilikuwa ni kwamba Richard alikuwa anaogelea akaanza kuzama, na yeye Emmeline akawa anashindwa kabisa kumwokoa. Hakuweza hata kidogo kumwokoa. Demu akashtuka kweli kutoka usingizini, huku machozi yanamtoka. Akamemwona Richard akiwa anamwangalia na kumwambia vipi? Richard ana wasiwasi kweli. Na Emmeline akamwambia Richard, tafadhali naomba uniahidi hutoniacha. Akamkumbatia very passionate yani. Unajua nini kinakachokwenda kutokea? Na walivyokumbatiana vile, miili yao ikashtuka kama imepigwa na shoti za umeme. Richard akasema sitosubiri hapa, akapeleka mdomo moja kwa moja aende kumchumbwa. Sasa ili anafanya hivyo, Emmeline akashtuka na kumsukuma bwana, akatoka pale. Sasa usiku pia wakiwa wamelala, Richard akaanza kumsogelea kijana bwana, binti, huku anatamani kwelikweli kumwaga mayonnaise. Kumbe Richard ameshaishtukia kwamba kuna kumwaga mayonnaise hapa bwana. Lakini Emmeline akamwambia niache mpuzi wewe, unataka kufanya nini? Nitapiga kelele hapa. Itatapiga kelele. Sasa sijui nani atakuja kumsaidia, nazi au nini? Au samaki. Unajua wanawake ni wapuzi wakati mwingine. Ile issue ikawa imemkera sana Richard. Na ilipofika asubuhi Richard hakutaka hata kuongea na yeye. Akawa mind vibaya mno. Na baadaye Emmeline akamemwona Richard akiwa yuko nyuma ya jiwe bwana, anatikisa mambo kule, anamwaga mayonnaise. Mwendo wa vipande vya sabuni kudadadeki. Na Emmeline akamuita, Richard, unafanya nini? Richard akamwambia, toka mjinga wewe, unaniharibia, unanikatia stimu hapa. Kudadadeki. Sasa baadaye wakati wanachuma nazi, Richard akawa ameona meli bwana. Tangu waingia pale kisiwani hajawahi kuona meli hata siku moja. Jamaa akaanza kunyoosha mikono pale, akashuka haraka bwana kwa spidi, akanakimbia kilimani, kwa sababu pale kilimani alikuwa ameweka kuni kwa ajili ya kuwasha moto endapo ataona meli. Wakiwasha ule moto, wale watu wa kwenye meli wataona, wataenda kuwasaidia bwana. Lakini kwa bahati mbaya palikuwa ni mbali, na ile meli ikawa imeondoka bwana. Lakini Emmeline naye akawa ameiona ile meli bwana. Lakini binti yeye alikuwa yuko karibu kabisa na kile kilima kwenda kuwasha moto, lakini hakujishughulisha hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu binti alishaanza kuona eti maisha ya huku ameyazoea, na haya ndo maisha yake, ameanza kuyapenda. Anajua hawezi kuishi tena mjini bwana. Na pale ana kandege kake nini. Richard alikasirika mno. Alikasirika vibaya mno. Akamwambia, wewe unafanya upuuzi kila siku. Wewe ni mtu gani? Mtu ambaye hujui upendo, hujui nini bwana. Akaamua kuondoka bwana. Akametengeneza boti lake pale la mchongo, ametumia makuti nini. Kijana akaanza safari bwana, huko amevaa kichupi chake kama Pampers hivi. Sasa kabla hajafika mbali, kile kiboti kikaharibika bungunyu kudadadeki. Emmeline akacheka kweli, yani mshikaji kabidi arudi tu. Na Emmeline akaanza kumzomea bwana na kumcheka kinoma. Akamwambia, hapa ndipo nyumbani kwetu tulipofika, na Mungu alituandikia mimi na wewe tutaishi hapa mpaka tunakufa. Umeona Peti ashafariki, naye alikufa hapa kwenye kisiwa. Sasa unadhani sisi tutafia wapi tena? Kweli bwana. Baadaye Richard naye akaanza kuyakubali yale maisha. Kusema kweli, Richard alikuwa na hasira sana juu ya Emmeline kwa sababu ya mambo ambayo amekuwa akiyafanya. Anamkazia mzigo, jamaa anatamani kumwaga mayonnaise ndani, lakini binti anamkazia bwana. Sasa Emmeline akamwambia, sikiliza, ninajua ulichokuwa unakifanya kule nyuma ya jiwe bwana, na baba yako akija kutuokoa nitamwambia. Richard akamwambia, nini mpuzi wewe? Kumbe umekuwa unanichungulia kila wakati nikiwa nafanya mambo yangu ya kiutu uzima. Akamwambia, ndio, mbona wewe ulikuwa unaniangalia mimi nikiwa naoga? Sasa Richard akiwa na hasira bwana, akaokota nazi na kumrushia binti bwana, lakini akawa amemkosa.
binti naye akachukua nazi akamrushia Richard, ikamgonga kichwani bwana. Oya, Richard akaanguka chini moja kwa moja, akawa ameumia bwana. Akiwa na hasira, Richard anainuka akamtandika bonge la kofi Emmeline na akamfukuza pale kwenye nyumba bwana. Akamwambia, ondoka kwenye nyumba niliyojenga mimi, nenda kakae kwenye nyumba yako, tafuta na wewe nyumba yako, kajenge huko nyumba yako. Mpuuzi wewe mtu gani wewe usielewa bwana. Kweli bwana, Emmeline akatoka na kwenda kuishi chini ya mwamba bwana, nje ya ile nyumba yao bwana. Sasa mshikaji akiwa amekaa kwenye mjumba wake akanamcheka kweli binti, na ilikuwa ni ngumu kwa sababu ilikuwa kuna baridi na binti alikuwa hawezi kutafuta chakula mwenyewe, akawa na njaa na hajiwezi tena, kwa sababu alikuwa anamtegemea Richard kwenye kila kitu. Kusema ukweli, ndo shida ya wanawake, unanitegemea kwenye kila kitu, alafu nikitaka na nili vipi utaki kuchomoa. Mshikaji akasema, pumbavu wewe, utanitambua. Sasa baadaye Emmeline akawa anachukua maua na kwenda kwenye ile sanamu bwana, akienda kuomba pale, akawa anaomba kweli kweli. Akiwa anarudi baharini kwenda kutafuta chochote kitu, akawa amemkanyaga samaki mmoja hivi bwana. Huyu samaki alikuwa na sumu kweli kweli. Oya, akawa na maumivu makali kweli kweli, akawa hawezi hata kutembea. Baadaye akawa amefanikiwa kurudi kule ambako Richard yupo bwana, akiwa na maumivu makali kweli kweli. Richard alivyomuona Emmeline akiwa yupo kwenye hali mbaya kiasi kile, akawa amemfuata na kumchukua na kuanza kumtibia na kumwambia, vipi, nini kimekupata? Sasa Emmeline akamwambia kuhusu yule samaki aliyemkanyaga. Akamwambia, ninaumwa kweli kweli, yule samaki ana sumu mbaya sana, tafadhali naomba unipeleke kwenye sanamu nikaombe bwana. Sasa kweli bwana, Richard akawa amembeba Emmeline na kumpeleka kwenye ile sanamu, akamlaza pale kwenye jiwe bwana, na hali yake ikawa mbaya zaidi. Alipofika tu pale na kulazwa akazimia. Oya, Richard akaanza kuomba pale kwenye lile sanamu, kaliomba lile sanamu limponye dada yake, ndugu yake pale. Baada ya muda mfupi tu Emmeline akashtuka yani, na akawa amepona kabisa yani. Oya, wakashangaa kweli kwamba ili sanamu kumbe linaponya bwana. Na Richard akawa amefurahi kweli kweli, akasema kwamba nilikuwa naogopa sana kwamba ningekupoteza, na ningekuwa peke yangu hapa kisiwani, ningeishije mimi bila wewe? Emmeline akawa analia, akasema, nilijua bado unanikasirikia, una hasira na mimi pale. Wakakumbatiana pale, na kuanzia pale furaha ikarudi bwana, na Richard akamwambia, hasira zangu zote zimeisha sasa. Basi Emmeline naye akarudi nyumbani, akaanza kuishi kwenye mjumba wa kijana bwana. Sasa siku moja wakiwa wamekaa wanakula wanaongea, wakaanza kuangaliana machoni bwana, macho fulani ya kwamba oya, mwaga mayonnaise. Sasa kilichotokea baada ya hapo, wakajua kwamba wanatakiwa kufanya nini. Emmeline naye akawa ameelewa kwamba pale kazi yake ni nini bwana, na oya, kijana Richard alikuwa ni balaa, alimwaga mayonnaise mbaya yani. Na kwanzia pale wakaanza kuspend time together yani, kama couple, kama mtu na mtu wake yani. Miezi ikawa imepita mingi yani, kwa kifupi ni kwamba Richard akawa amemwaga mayonnaise nyingi kweli kweli. Na siku moja Richard akawa amegundua kwamba Emmeline ameanza kuwa mbali na yeye bwana, na tabia zake zimebadilika completely yani. Akamwambia, vipi wewe, kwani kuna shida gani? Kwani unipendi tena mimi Lakini Emmeline akamwambia kwamba sijui, mimi nadhani bado nakupenda, lakini sijui kwa nini hiyo hali imekuwa hivyo, na nimekuwa natapika, ninaumwa kweli kweli, lakini tumbo langu silielewi, linavuruga kweli kweli. Akachukua mkono na kuweka kwenye tumbo akimsikilizisha bwana yale yanayoendelea ndani ya tumbo lake. Oya, kumbe kweli Emmeline alikuwa ni mjamzito, lakini wote walikuwa hawajui nini maana ya ujauzito. Kumbuka wameishi kule bila kujua chochote kinachoendelea duniani kwingine. Na wao walijua kwamba binti anakula sana, ndio maana tumbo lake lilikuwa nakuwa kubwa mno. Siku moja Richard akawa amesikia tena zile ngoma bwana, akaamua kwenda kule kuziangalia, kuzisikilizia bwana. Sasa akiwa amejificha sehemu, akawa amewaona wale watu wa msituni bwana, wakiwa wanatoa sadaka ya binadamu bwana. Oya, na huyu binadamu inaonekana naye alipotea, wakawa wamemkamata, wanamchinja, alafu wanatoa sadaka mbele ya lile sanamu bwana. Akakimbia kumfuata Emmeline aliko, lakini alipofika pale, kabla hajamwambia chochote, akamkuta Emmeline analia, anapiga kelele bwana. Kumbe uchungu umemfika bwana. Sasa akati wanahangaika pale, ghafla Emmeline akawa amezaa bwana, akawa amezaa mtoto wa kiume. Wakawa wamefurahi sana yani kwamba sisi tumepata mtoto, wakampa jina Petit. So wakaamua wa bless mzee wao Petit pale. Wakawa wamemchukua mtoto wao na kwenda naye kwenye mjengo wao pale. Mtoto akawa analia sana, wakawa wanajaribu kumpa chakula bwana, wanampa embe sijui na maji, wasijue kwamba mtoto ni mdogo, inatakiwa anyonye kwa mama yake.
Sasa baadaye Emmeline akachukua mtoto ile mbembeleze, akamweka kifuani kwenye nyonyo pale. Akuta mtoto amelingangania nyonyo bwana na kuanza kunyonya. Mtoto akanyamaza kimya pale. Na kwanzia hapo sasa ndo Emmeline akawa amegundua kwamba mtoto anatakiwa anyonye. Na Richard muda huo ndio akamwambia Emmeline kwamba amewaona wale watu kwa msituni wakiwa wanakula binadamu bwana. Akamwambia kwamba sitaruhusu mtu yoyote amguse mtoto wangu na mke wangu, na ninawapenda kwelikweli, wewe na mtoto ninawapenda mbaya, nitakufa kwa ajili yenu. Sasa miaka ikawa imepita na mtoto wao akawa amekuwa, wakawa wamemfundisha kuogelea, kucheza, kuvua, yani kusurvive kule kisiwani. Siku moja wakiwa kwenye out ya familia, wameenda out bwana, wakawa wanacheza kwenye matope nini, wamejipaka matope wote bwana. Kumbe bwana baba yake Richard akawa amekuja kumtafuta Richard. Kumbe miaka yote hiyo anamtafuta kila siku, na siku ile alikuwa na kikundi cha watafutaji wakiwa na darubini, wana zoom, wanaangalia bwana. Wakawa wamewaona kwa mbali wakiwa wamejipaka yale matope. Mshua hakuwagundua kusema kweli. Wakaamua kuendelea na maisha yao tena na safari yao. Na upande wa pili Richard na Emmeline wakawa wameiona ile meli bwana, lakini kwa sababu walikuwa hawajui kwamba baba yake Richard alikuwepo mle, so hawakujali hata kuomba msaada bwana. Lakini pia walikuwa wanayafurahia maisha yao, na zaidi ya yote hawakutaka kabisa kumweka mtoto wao kwenye hatari bwana. Sasa baadaye Richard wakawa amemchukua mwanaye pamoja na mkewe kwenye boti bwana, ili waende kule ambako bwana Petit alifariki, wakachukue matunda, kwa sababu huko walikokuwa, yani upande wa pili, matunda yalikuwa yameisha. Sasa wakaamua waende kutafuta matunda upande mwingine bwana, na wakaamua kuishi kule kwa miezi 2-3 bwana, na ili waweze kukumbuka maisha yao ya utoto wakiwa na Petit. Sasa hivi wana Petit mpya sasa. Sasa baadaye Richard akawa ametoka na kwenda kuchuma matunda, na Emmeline alikuwa anacheza na mtoto wao ufukweni bwana. Sasa mtoto wao akawa amechuma matunda fulani hivi ambayo walikuwa wanajua ni matunda yenye sumu bwana, na dogo kama ya chuma yale matunda ameyaweka kwenye boti lao lile. Sasa wakiwa pale wakawa wameingia kwenye boti, wanasubiri kuondoka kurudi kule nyumbani kwao baada ya miezi kadhaa bwana. Sasa Emmeline akiwa amekaa pale, usingizi ukawa umemjia kwa sababu walikuwa wanamsubiri baba mwenye nyumba pale, na ile anashtuka boti yao ikawa imesha drift, yani imeenda mbali kidogo na ufukweni bwana. Na kwa bahati mbaya mtoto wao akawa amechukua ule mwiko mmoja wa kupigia maji, ameurushia kwenye maji bwana. Na Emmeline akanajaribu kuchukua, lakini ikawa ngumu. Akameita Richard. Sasa Richard akaanza kuogelea kuingia kuwafuata, lakini bahati mbaya nyuma ya Richard kulikuwa kuna shark. Akamwambia shark. Oya, Richard ikabidi aogelee kwa haraka kwelikweli, na kuingia kwenye boti bwana, na ili aweze kumwokoa mumewe Emmeline akachukua ule mwiko aliokuwa nao akampiga yule shark, na Richard akawa amefanikiwa haraka kuingia kwenye boti bwana. Oya, jamaa angekata pale upepo. Sasa kwa bahati mbaya sasa miko yote miwili hawanayo. Mmoja mtoto wao aliutupia kwenye maji, na wa pili mke mtu aliutupia kwenye maji bwana. Sasa wakaanza kutumia mikono, na hofu ya yule shark, wakawa wanaogopa kuogelea kwenda kuchukua ile miko yao bwana. Sasa boti ikaanza kwenda mbali kulingana na yale mawimbi. Sasa wakawa wamepotea baharini kwa karibu siku 2 bwana, na mtoto wao akawa na njaa kwelikweli. Akachukua yale matunda aliyo ya sumu yale akala bwana. Richard na Emmeline walivyoona kwamba mtoto wao amekula matunda ya sumu, wakajua mtoto wao anakufa bwana, na wakawa wameshindwa kutoa yale matunda kabla hajayala. Basi wakawa wameamua na wao wale yale matunda ili wafe pamoja na mtoto wao bwana. Kuliko kuishi bila mtoto wao, bora na wenyewe wafe bwana. Na wakawa wamelala pale ili wafe wote, wakawa wamezimia wote watatu bwana, wamezimia pale. Kumbe yale matunda yalikuwa hayana sumu ya kuwaua, yalikuwa yanalewesha na kumfanya mtu kama anazimia fulani. Sasa baada ya muda mrefu baba yake Richard ameshakata tamaa. Sasa akawa ameona kile kiboti kidogo cha Richard. Oya, yeye na watu wake wakawa wamekimbia kwenda kuangalia kile kiboti, wakakuta ndani kuna Richard, mkewe pamoja na mtoto wao bwana. Babake Richard akauliza vipi, wamekufa? Miongoni mwa watu waliokuwa pale akasema hapana, hawajafa bwana, wamelala tu. Na mshua akawa amefurahi kuwaokoa watoto wake kuanzia pale, na mjukuu juu kudadadeki, yani alimkuta mtoto wake na nyongeza. Oya, kama umeipenda hii filamu tafadhali hakikisha una like video hii, lakini pia una subscribe kwenye chaneli yetu. Oya, mimi ninawapenda nyie mashabiki zangu ile kinoma noma ya